mimi ninakiona. Kila unachokiongea mimi nakisikia. Nakupa masaa 3. Namtaka mtoto wangu, la sivyo nitakacho kufanya utakijutia katika maisha yako. Sasa kaka, kama tulivyoongea kwenye simu, pango tuwe vile vile. Sawa. Sasa dada, hapo cha kufanya sasa, kwa sababu mambo yasiwe mengi sana, inabidi hapo utanipa milioni 1 tu. Milioni 1 kakangu? Wewe kwa kazi gani ya milioni 1 kakangu? Sio kweli. Kuongea dakika 5 toa milioni 1? Kaka umenipiga kitu kizito hapo. Hapo sio kweli kakaangu. Dada. Hapo kakaangu sio kweli. Dada. Hapana. Dada wewe mwenyewe unaona kazi yako jinsi ilivyokuwa ngumu? Yaani kumwachanisha mtu kwenye ndoa sio jambo dogo. Si kazi rahisi, lakini sio kwa kutoa milioni 1 kakaangu, sio kweli. Wewe kazi naona imekushinda. Chukua 100,000 sawa. Lakini milioni 1 sio kweli kakaangu. Maisha yenyewe magumu, milioni 1 naitolea wapi mimi? Mamangu hana uwezo wa kutoa milioni 1 kakaangu. 100,000 tupokea. Unafikiri mume wake akija kujua unafikiri inakuwaje? Mimi mwenyewe naweza nikawatiani nikawa nipo kwenye hatari. Wewe cha msingi zingatia hiyo milioni ili tufanye biashara. Ana kazi ishakuwa ngumu kwako. Kama katala 100 basi mimi naondoka zangu tafuta mtu mwingine nimpe kazi. Ushafeli. Oh dada. Njoo basi, njoo bwana. Hata utani dada yangu, rafiki yangu, nakutania tu na unajua kweli. Utani kwenye milioni 1 sio kweli. Naambia. Basi fresh, hamna noma. Nakubali 100,000. Fresh, wewe nigee hiyo simu sasa. Shika simu yako. Sasa hapa pateni kamuulize Zuchu. Hapa ninachotakiwa ni kupokea tu simu. Na kisha piga hiyo simu, pokea, mwambie mkeo uliyomwacha ambaye hazaa mimi ndo namtaka mimi sasa. Nakaa naye mimi. Mkatia mjibu shiti sana mpaka kasilike. Nataka tu kamilisha jambo letu liende. Umeelewa Basi fresh dadangu, hapa uhakika. Au sio? Usizingue sasa. Hamna kuzingua. Zingatia hiyo hela, unajua? Hamna kuzingua, kama jambo litaenda tu sawa. Usiwaze wala nini. Poa. Marahaba. Nikusaidie nini? Samani, nimemkuta kaka. Kakako ni nani? Baba na. Hayupo. Mimi mdogo wake. Kwa baba na kashaanza kunileta paka malaya hapa nyumbani. Naona kama majani mengi. Makamwendo kidogo. Kamwendo kapo. Kiapa na uchovu. Madam, naona mazingira ndo kama haya, ndio? Hayo. Sasa hapa inabidi kesho asubuhi na mapema mfike hapa. Na mimi pia nitakuja na vijana wangu. Nitabidi msaidie kukaza, umeona hizi nati? Kama hizi hapa. Kuna ile pale nyingine pale. Ewa. Zile zingine zinakuwa zimelegea, nitabidi kuzikaza na haya majani ya kutoa. Kwa sababu kama hizi ambazo zimelegea, wao wanakuja wale wanaouza mascraper yale, vyuma chakavu nini wanakuwa wanabeba. Kwa hiyo nilikuwa nahitaji kesho mfanye kuzikaza zikae vizuri. Lakini ofisini pale vifaa vipo? Vifaa vipo ofisini, kila kitu. Sawa, limeisha. Au sio ndugu yangu? Okay. Ni kilomita ngapi vile ulisema? Tunaanzia kule. Pale kuna alama kule. Wale vijana wangu wanafahamu. Na mwisho kule pia kuna alama. Au kwenye msimu kule? Kwenye ule msimu wa mwisho kabisa kule.
Kumbe kazi yenyewe hata mwezi haifiki. Halafu pia nitapenda zaidi mtotoe majani mkote pakae vizuri. Maana pameotaota majani sana inakuwa sio vizuri. Basi sawa madam. Nikuelewa. Sababu mtu kama jumbani kwetu kuja huku kupambania familia zetu. Kwa utakuja kufanya kazi kwa uadilifu, ondoa hofu katika hilo. Basi sawa. Sawa, una siku njema. Be happy eh? Okay. Madam. Basi Shukran. asante. Na mpendeza madam eh? Asante, kazi njema. Wako pia. Haya. Madam, mpendeza. Barikiwe sana. Madam tumekumbusha vitu. Shauri. Sasa kazi asubuhi kweli. Kazi kwa mwezi mmoja. Samani, yule ni kaka yangu. Wewe mdogo wake naona na mbegi, nikusaidie nini? Nimekuja likizo hapa kumsalimia tu kaka basi. Kwa hiyo yani mnikitoka huko moja kwa moja nikuja tu kwa mtu bila taarifa? Hapana. Taarifa kaka nimempa. Mimi sina taarifa zako. Pengine amesahau kukuambia kama leo kuna mgeni. Uwasiliana na kaka yako, maana taarifa zako mimi sina. Unamaanisha nini sasa? Mimi na yangu tu nishajichokea. Kwanza nikeli begi ili tuelewane. Bwana madam na mtu. Na wewe mcheki mwanao. Na mkeo wewe. Yaani leo tumasaka sala ushamisi. Wifu wangu mimi. Kama mtu mke wangu. Hata message hajanitumia kweli kafuria vibaya. Kesi ishaisha hapo sasa hivi. Mami. Halo. Wewe nani unapokea simu ya mke wangu? Unanishangaza kweli yani. Simu ya mke wako? Vipi? Wewe ni nani unaongea na simu ya mke wangu? Acha kunishangaza. Hii simu mimi ya wala yangu. Sawa, hii simu mimi ya mwanamke wangu. Nisikilize brother, nakuheshimu sana. Mpe simu mke wangu. Ndo nishakwambia ndugu yangu. Kwanza jambo la kwanza ni mtu mwenye una hata maajabu wala nini. Unataka mtoto mapepe kibao. Mtoto utatoa wewe rafiki yangu? Wewe vipi ndugu yangu? Acha si wanaume tufanye kazi, tukuonyeshe kazi kama sisi ndo tunaweza kazi. Mtoto sasa hivi yuko kwangu kaja getu, mimi najilia vyangu time hii hapa. Wewe vipi hapo? Please, brother nakuheshimu sana. Sikujui kunijui. Naomba umpe simu mke wangu. Hajameni jamaa. Wewe ndugu yangu kutia mimba uwezi. Kila siku nalialia nataka mtoto, mke wangu azai. Sasa sisi tunakuwekea mtoto, tunajua kutia mimba. Mimi nakutilia mimba sasa. Alafu mtoto mlee vizuri. Na huu mbegi naona kama so mwaka hapa ni miaka 2. Nimekuja kukua tu likizo kwa sababu nimemaliza shule. Nikaamua nije kumsalimia kaka. Kila unachokifanya mimi ninakiona, kila unachokiongea mimi nakisikia. Nakupa masaa 3. Namtaka mtoto wangu, la sivyo nitakacho kufanya utakijutia katika maisha yako. Vipi, kwani kuna shida? Karibu. Ila hapa kuna mtihani mmoja. Mtihani gani huo tena?
mtoto toka alivyoenda shule hajarudi. Na Sasa basi, karibu ndani ukabadilishe hizo nguo, tusaidizane kumtafuta mpaka tumpate. lakini kwenye huu mtaa mimi sijui mahali yoyote. Mimi ndo mwenyeji wako, tutasaidizana mpaka tumpate mtoto. Karibu kabadilishe hizo nguo zako basi. Alafu jitahidi kuvaa nguo za heshima. Hapa mtaani kote wananiheshimu. Haya mavazi hayatakiwi. Sawa. Karibu hicho chumba cha kwanza. Hunijui, mpe simu mke wangu. Sasa anakuwa ushujaa huo unapata wapi? Yaani anaongea kabisa na simu ya mke wa mtu. Mtu mwanamume anapiga. Unaongea kibabe kama hivyo. Wewe kuna kitu kimoja. Ndani ya kwangu mmerudi, kivujo mmerudi mtafakari nimeanza. Hiyo namba unapiga hapa ni Samkeo. Kapokea nani mwanaume? Ni familia yako mwanaume peke yake? Huyo ndo kwa mpenzi wake. Labda mchakato nyumbani pale mateso ya ukweni nini, labda msongo wa mawazo ya upo, kanaje kujifariji kwa mwanaume. Musa unaongea nini wewe? Mimi sikukandii. Ila kuna nyimbo moja mwanatarabu mmoja alimbaga, hii sema tona marehemu. Babu jinga na ufikiri mali yako inaliwa. Ndugu mali yako inaliwa. Amini usiamini katika hili. Huyo atakuwa mpenzi wake tu. Labda katoka pale kujifariji, yupo geto kwa mshiki kama anapoongea mwenyewe tamba, au mkeo upo getoni kwangu. Sasa hivi hivi nakusaidia kuweka mimba. Itakuwa ni hivyo. Sio kawaida. Mayatima nao ni watu, wapaswa kuwatunza vyema, kuwafanyia utu, kadhana kuwafunza usijefanya utukutu mpaka Malaba, mtoto mzuri, ujambo? Nikusaidie nini? Kono msaidie mbele kama maandazi. Mwe. Unataka 200? Kwa mtoto una wazazi? Mmoja kafa, mwingine kasafiri. Nyinyi ndio wale watoto ambao wa mitaani wale wanazurura watoto machokola wale. Unashindwa kwenda shule. Wewe muda si wa shuleni kabisa huko. Sasa mbona uko hapa? Afu mnatumiaga lugha hizo za msaada, mpe tu msaada mtaani huko. Hivi unafikiri watu wanataka kutoa misaada tu ovyo ovyo kirahisi tu unavyofikiria wewe? Hebu achana na mimi, hebu nenda huko. Najua thamini mayatima hawa, wewe utakuwa mbora mbele ya manani, utapata kivuli alokiridhi Rahmani. Anko sasa mwanangu, nakuomba usiwe mnyonge. Kwa kipindi hicho alichoondoka mumeo, umesikia? Sisi hapa tupo, Fizi yako hapo, umeelewa na hiyo hali unayojisikia, akirudi tu hapa Nyakibetu ataenda kukununulia dawa. Naona katoka hapa, si kaelekea wapi? Kwa akirudi tu ataenda kukutizamia dawa. Sawa? Sawa mama. Na utajui ulienda? Sawa, kama umerudi hapa na mpango kumtafutie dawa ifi yako, anajisikia vibaya. Kichwa tu. Asante. Ngoja nje kukuagizia. Mke wangu hana tabia hiyo na hawezi kufanya kitu kama hicho. Musa baadaye wewe ukae na mimi unifariji, useme hiki ngaona ponda mule. Mimi nitakufariji, lakini kuna ukule mwajizilisha ndio kama huu. Mimi nahisi mazungo nyumbani pale. Sawa? Na wewe uondoke hivi. Yuko labda jifiche mtatu bwana wake wa zamani ndio huyo. Ndio maana jamaa anatamba huyo.
Musa, kwa sasa hivi mimi kazi basi. Acha ujinga Mabuga. Tunakuja kupambana. Na lengo tupambanie familia zetu. Tuvumilie basi hapo wiki moja. Sawa. Tutamaliza kazi, turudi kutatua matatizo ya kifamilia. Shanielewa sio? Namtafutia nani ni riziki sasa? Naye muhangaikia mwenyewe ananifanyia upuzi kama huo. Mimi naacha kwa sasa hivi niishie hapa. Sitaki kazi, sitaki kufanya chochote. Hasa ni maamuzi yako. Siwezi kuzuia katika hilo sababu swala lingine kifamilia liingiliwi. Jukumu la kwako. Kuendelea kufanya kazi au kwenda nyumbani. Mimi nipo hapa nafanya kazi mpaka wiki itakapoisha, nichukue hela yangu nirudi nyumbani. Wewe kama nakwenda asalimie, safari njema. Sawa, ngoja nikapumzike. Hao ni maamuzi ya kwako. Ndio yale. Ujinga na mafili mali yako unaliwa ndugu. Musa ondoka. Sawa. Kwani mbali sinaenda mimi? Inanumiza moyo. Inanumiza hatima ya ndoa yetu. Mtoto vipi? Simkwambia usinifuate. Umedondosha hela yako. Umedondosha hela yangu? Mtoto mzuri unaitwa nani? Naitwa Nai. Naitwa Nai. Huku unaelekea wapi? Kutafuta chakula. Kutafuta chakula? Ina maana wewe una wazazi? Mmoja kafa, mwingine kasafiri. Pole. Asante. Kwa unaishi na nani? Mama wa kambo. Kwa mama yako ndo anafanya yote haya? Mama wa kambo hao. Changamoto sana. Basi sawa. Chukua hii hela. Tenda kula chakula Asante. Sawa Sasa basi. Mimi naitwa Anko Mamboleo. Nani? Anko Mamboleo. Na kama eneo ya juu hapo. Unaona hapo juu hapo? Ndo mimi naishi. Kwa ukiwa na shida yoyote, au ukija kuniulizia tu mitajua hapo. Utanipata, sawa? Bye. Bye mtoto mzuri. Mwanangu vipi hilo jambo? Limeenda sawa? Jambo lishakaa sawa, nimeshampa simu. Kasema analeta. Sasa hivi kasema analeta simu. Mimi nakuaminia mwanangu. Umeona Wewe kiboko. Sasa akileta hiyo na barabara unajua ufanyeje mpaka unaingiza kwenda. Yule pale nitamfanyia mbinu pale ajirasi alafu kisha. Sawa. Elewa. Nashida. Uko wapi mama? Uko wapi leo? Uko wapi baba? Uko wapi leo? Uko wapi mama? Mwenyezi Mungu nakuomba unisaidie, uniepushe katika haya matatizo. Wenzangu sasa hivi hapo darasani, ona mimi sasa hivi nipo mtaani nazunguka. Naomba mlinde mamangu uko alipo, na uendelee kumsamehe dhambi zake za kabla na dhambi zake za moto. Angekuwepo mpaka sasa hivi nisingeishi hivi. Sana. Mama. Usiniogope mwanangu. Pole kwa magumu yote unayoyapitia. Usikimbie.
usikimbie. Chukua huo mkufu. Huo mkufu utakusaidia kwa mambo yako yote utakayokuwa unayapitia. Chochote utachokuwa unakihitaji, basi ongea na huo mkufu. Ninachokusihi, hakikisha huo mkufu usiutupe. Popote utakapokuwa umelala, ukiamka, uwe na huo mkufu. Sawa mwanangu? Ndio mama. Matatizo yako yote yameisha, na huo mkufu ndio itakuwa tegemeo lako. Kwa sasa naomba mimi uniache nikapumzike. Sawa? Mama. Kamanda TV. Oh yeah, Kamanda TV namba 1. Wapinzani watangoja. Chaneli yetu inakimbiza Sabungu Movie. Ishapata wenyewe ndo sisi. Napenda wakubwa na watoto, na stories zetu zipo moto. Tumejipanga sio kitoto, hasti zetu zipo moto. Kamanda